Nasaha 24 TV. الخير كله في يديك والشر ليس إليك. Allahu akbar. Mtume anamsifu Allah, anasema khairi zote Allah ziko mikononi mwako na shari hainasibishwi na wewe, hakuna shari kwako. Khairi zote ziko mikononi mwako Allah, manake ziko kwako khairi tupu, na shari hainasibishwi na wewe kabisa, hakuna shari kwako. Sasa kama hivi ndivyo katika nguzo za imani, an tu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi, kuamini qadar, mipango ya Allah, khairi yake na shari yake, yani kwamba vyote vimetoka kwake, si ndio hivyo? Itakuwa inagongana na maneno haya Mtume, alkhairu kulluhu fi yadaika washarru laysa ilaika. Khairi zote ziko kwako, shari haiko kwako, hakuna shari kwako. Ni kweli kabisa, ndio hivi hivi, na yale yaliyoko kwenye imani ya qadar ni kuelewa tu, wala sio kwamba an tu'mina bil qadar, uamini qadar khairihi wa sharrihi, khairi ya qadar na shari ya qadar, kwamba vyote vimetokana na wewe. Na maneno haya yanagongana. Ni kweli kwamba Allah ameviumba yeye vyote, kuumba ameumba yeye, lakini Allah kwake hakuna shari. Inakuwaje sasa? Sikiliza maneno yanayofuata. Somo letu linataka kuzungumza nini? Tunataka tuzungumze hivi: al-ihsanu aqsaru tariqin yadkhuluhu al-mu'minu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsani ndio njia nyepesi ya karibu sana mtu ambaye anaweza akagonga mlango wa Allah akaingia kwa Allah. Ihsan. Na hii ihsani ndio ile iliyokuwa katika martabatul ulya, katika daraja zile zilipotajwa za imani, alafu ikaja daraja nyingine Islamu, imani, alafu ihsan. Ihsan ilitajwaje ilipozungumzwa? Mal ihsan, Mtume akasema al ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani ni kumwabudu Allah, kumtumikia kama vile unamuona. Bosi wako unamtumikia, unamuona, huwezi kukwepa. Kwani kama wewe humuoni, yeye anakuona, Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio nafasi ya kwanza ya ihsani. Nafasi ya pili ihsani, an tuhsina ila ibadillah, kuwa mwema kwa viumbe wa Allah. Utakuwaje mwema kwa viumbe wa Allah? Kwa sababu yule unayemwabudu kama unamuona ndivyo anavyotaka. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, ndivyo Allah anawapenda wema, watu wema. Wema namna gani? Kwanza wanamwabudu yeye kama wanamuona, halafu wanakuwa wema kwa viumbe wa Allah. Allah anawapenda watu hao. Sasa Allah aliyeumba kila kitu kwa uzuri, na khairi zote zinanasibishwa na yeye, na shari hainasibishwi na yeye. Shari tunafanya sisi, lakini imeumbwa shari na yeye Allah. Allah ameumba khairi na shari, lakini tunaofanya shari sisi. Yasikilize vizuri. Kwa uhakika ndugu zangu, matatizo yote duniani, misukosuko yote katika ardhi, kuanzia kuumbwa kwa baba yetu Adam mpaka leo, mpaka kiyama, ni kwa sababu ya mtu kuacha manhajillah. Anapoacha njia ya Allah aliyoitaka, ndiyo inaoleta shari. Njia ya Allah ikifuatwa hakuna shari,
Lakini Mungu ameumba shari, ipo duniani. Inakuja shari, inafanywa na mtu anapoacha njia ya Allah. Asipoacha njia ya Allah, hiyo shari iliyoumbwa na Allah wala haitokei. Tuko pamoja? Na njia ya Allah huwa inaachwa kwa sababu ya ujinga tu au kupuuza. Na ujinga ukitokea na kupuuza kukitokea, basi njia ya Allah inaachwa. Ikiachwa tu, shari inatokea. Watu wasipokuwa wajinga au wasipopuuza wakafuata njia ya Allah, shari hakuna. Inakuwaje hakuna na Allah ameiumba? Haitokei. Imeumbwa tu lakini haitokei. Kuna kheri tu. Ni hivi ndugu zangu, ni hivi. Shari inaletwa na ujinga wa mwanadamu au upuuzaji wake, na hakuna kitu kibaya kama huo ujinga. Huo ujinga ulioambatana na dharau na kupuuza, kitu kibaya sana. Ujinga wa namna hii ulioambatana na kiburi na kupuuza ni ujinga hata ukifundishwa bado unakataa, si ndio hivyo? Kuna ujinga wa kuwa mtu hajui tu, hajui, lakini akifundishwa akielewa si mjinga tena. Lakini kuna ujinga ulioambatana na kibri na upuuzi, hata akifundishwa mtu bado anakwenda vile vile kijinga jinga, kipuuzi puuzi, manake kupuuzia. Mpuuzi, mtu mpuuzi manake ni anaye hajali mazuri. Sawa sawa eh? Haya ndiyo yanayosababisha shari ikawepo, na hakuna kitu kibaya kama ujinga wa namna hii. Mtu akiwa mjinga hivi ni adui wa nafsi yake kushinda adui mwingine wa nje. Ukiwa mjinga namna hii, unakuwa wewe ni adui wa nafsi yako kabla ya kuwa adui wa nje kukudhuru wewe. Unajidhuru mwenyewe. Ndio kama mambo yaliyotokea hivi majuzi tu, hebu yatizameni vizuri mambo yaliyotokea majuzi tu. Mtu ana hasira, anachoma ofisi ambayo hata mwanawe pia atakuja kuwa ni mrithi. Nini sasa? Hasira zako, mbona unachoma urithi wa mwanao? Unanielewa vizuri? Umekasirika, onyesha hasira zako kwa hao waliokukasirisha, ueleweshe kuna nini. Mimi nimekasirika, nachoma. Ala. Nimekasirika na mwaga ugali. Ndio nini sasa? Na mjinga wa pili naye umemwaga ugali na mimi na mwaga maharage. Si ungekula maharage, yamemwaga ugali, wewe kula maharage. Wote tunamwaga, tukose wote. Falsafa mbovu. Nimewaleta hapo kusudi ili tukija kwenye aya uone vitu vinakaa vizuri. Allah anasema hivi katika sura Ar-Rum aya 41, a'udhu billahi minash shaitani rajim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Uharibifu nchi kavu na baharini umejitokeza kutokana na yale ambayo mikono ya watu imechuma. Kulikuwa baharini na nchi kavu hakuna uharibifu, kheri tupu Mungu ameumba. Matumizi mabaya ya njia ya Allah anayoitaka, zile kheri zilizoko baharini mikono ya watu ikazigeuza kuwa shari. Bima kasabat aidin nas, kwa yale ambayo mikono ya watu imefanya. Na Allah akaachia kusudi hiyo shari sasa itokee, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili awaonjeshe tu baadhi ya yale waliofanya wenyewe, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi wakajitambua, ili wasifanye tena uharibifu. Wakajitambua, huenda wakarudi wakaelewa, wakarudi kwa Allah, wakatubu, wakafuata njia ya Allah, shari inakuwa hakuna. Tuko pamoja? Mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, tulipoonyeshwa amana ambayo Mungu ameiumba, akaionyesha milima, ardhi, mbingu vibebe amana, vikamwambia Allah, ya Rabbi, mbona mzigo huu ni mkubwa hivi, lakini una malipo.
ya Rabbi, tukiwa tumeshindwa kuna adhabu, ya Rabbi tusamehe. Mbingu na ardhi vikamwomba Mwenyezi Mungu kwa kuogopa kubeba amana, vikasema tusamehe ya Rabbi. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, viumbe hivi vikaogopa, vikakataa kubeba amana na vikaogopa kuibeba amana.